Jina lake ni Jovan, kijana maskini kutoka mtaa wa Bondeni. Ana kipaji cha kuigiza, ndoto ya kuwa mwigizaji mkubwa, lakini hakuna ajira, hana msaada, hana jina, na kila mlango amebisha umefungwa. Mpaka siku moja alipokutana na tangazo la ajabu mtandaoni: utalipwa $10 kulala ndani ya jeneza kwa siku 7. Hakuna kutoka, hakuna simu, ukivunja sheria huna malipo. Hakufikiria mara mbili, alikubali. Siku ya kwanza kwenye jeneza, alipoingia ndani ya jeneza, mlango ulifungwa. Kulikuwa na kamera, kipaza sauti na mwanga wa kijani hafifu. Saa zilianza kusogea taratibu. Alijitahidi kutulia, lakini usiku alianza kusikia sauti ya mtu akisema, uko hai, lakini hujatoka kabisa. Siku ya pili, Jovan akiwa kwenye jeneza. Kamera zilikuwa zikistream moja kwa moja kwenye channel ya watu wa siri waliokuwa wakilipia burudani ya wafu hai. Jovan alianza kwa gumzo bila kujua, lakini ndani aliota akiwa makaburini akizungumza na watu waliokufa. Mbona uko hapa kabla ya wakati wako? Mmoja akamuuliza. Siku ya 3, njaa, uchovu na siri. Chakula kilikuwa kinatolewa kwa njia ya dirisha dogo. Hakuruhusiwa kuongea, kusimama, wala kupiga kelele. Alianza kuhisi miguu inalegea, moyo kupigia haraka. Kila usiku alisikia mume akimnongoneza, kama utavumilia hadi mwisho, utakutana na mimi uso kwa uso. Siku ya 4, hali halisi inabadilika. Hakuwa tena Jovan wa jana. Alianza kusikia sauti ndani ya kichwa. Akaona picha za utotoni, makosa aliyoyafanya, ndoto alizozika. Jeneza lilikuwa linaishi. Lilimfanya ajione kama anaondoa tabaka za nafsi yake moja baada ya nyingine. Siku ya 5, jeneza laanza kumjua. Alianza kuhoji ukweli wa dunia. Alipoamka baada ya kusinzia kidogo, aliona maandishi yameandikwa kwenye paa la jeneza. Mimi ndiye mlango. Ndoto zako ziko upande wa pili. Lakini hakuwa ameandika yeye. Channel hiyo ya siri ilikuwa imemfikisha watazamaji milioni 1. Wengine walimuonea huruma, wengine walimshangilia kama mhalifu wa kihisia. Lakini yeye hakuwa anajua chochote. Jeneza lilifunguliwa. Mwanga ulimchoma macho, lakini akili yake haikuwa kama zamani. Akiwa amechoka, dhaifu na tayari kuvuka mipaka ya nafsi, alitembea taratibu. Kamera zilikuwa zimezimwa. Watu wa mkataba hawakuonekana. Baada ya siku 7, mwanzo mpya wa wazimu wa umaarufu. Jovan aliporudi mtaani, watu walikuwa wakimtambua. Alipewa nafasi kwenye matangazo, mahojiano na filamu. Lakini ndoto hiyo ikawa laana. Kila mtu alitaka Jovan yule wa jeneza, sio yule halisi. Alianza kuhisi kuwa bado yuko ndani ya sanduku kimawazo. Ndoto zake zilitimia, lakini hakuwa huru tena. Kila mwaka, Jovan hupokea bahasha isiyo na jina yenye ujumbe mmoja tu: tulikuinua, sasa tuoneshe kwa nini ulikubaliwa. Sasa anaishi maisha ya umaarufu yaliyojaa miiba, kamera na kivuli cha siku zile 7. Na ndani yake anajiuliza, je, niliishi ili niishi au nilikufa kidogo milele? Ndani yake kulikuwa na ramani ya jiji lake na alama nyekundu kwenye jengo la zamani la sinema lililofungwa miaka mingi. Alipoenda huko, alipata chumba cha giza kilichojaa majeneza matupu na skrini inayocheza video zake za siku 7. Katika kona kulikuwa na jina lake limechorwa: katika hili umeolewa na giza, hata ukikimbia tutakupenda. Sasa Jovan anaishi maisha mawili. Mmoja mbele ya kamera, anacheka na kupokea tuzo. Mwingine ni wa usiku, wa ndoto, wa mapigo ya moyo yanayosikika kutoka kwenye kaburi la fikra zake. Anajaribu kuishi kawaida, lakini kila video anayopakia YouTube kuna maoni yasiyo na majina yanayosema, jeneza halijafungwa, unarudi lini? Akiwa kwenye kilele cha umaarufu, Jovan anapokea ofa nyingine
ya dola milioni 1 ili alale tena kwa siku 14 ndani ya jeneza lilozikwa halisi ardhini, na safari hii akiwa mwenyewe kabisa, hakuna kamera. Wanasema ni jaribio la mwisho. Lakini moyoni mwake anajua hili si jaribio la pesa, ni la nafsi yake. Sasa anachagua kurudi kwenye giza alikojua kwa miezi, au kuacha kila kitu, atoweke na kuishi bila jina, lakini akiwa huru. Karibu kutoa comment ama maoni ili kuendelea kwa hadithi hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment.